Ni mabadiliko ya kikosi cha Simba, ama unaweza kusema kwamba kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons pale katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam mnamo majira ya saa 1 kamili za jioni. Kocha Steve Baka ameweza kufanya baadhi ya mabadiliko kwenye kikosi chake ili kuhakikisha anaweza kwenda kupata ushindi kwenye mechi dhidi ya timu ngumu Tanzania Prisons ili kuendelea kuwakimbiza watani zake wa jadi timu ya Yanga ambao kwa sasa unaweza kusema wamejipata mara baada ya kuweza kumbadilisha kocha na kumpa timu kocha Mwali, na sisi wote tunajua uwezo wa Mwali. Kifuatacho ni kikosi cha Simba ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prison kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC Premier League. Golini kama kawaida siku zote kocha wa Simba amekuwa akimuamini Mamadou Tanja Kasali, na wazungu hapa walisema kwamba the winning team never change. Kwa hiyo hapa golini tutaanza na kocha Mamadou Tanja Kasali. Kipa Mamadou Tanja Kasali ni kipa mzuri, ni kipa ambaye anaweza kusevu, lakini wakati huo akiwa na sevu anaweza pia kuweza kuanzisha mashambulizi kuanzia nyuma, kwa sababu footwork yake sio mbaya, footwork yake sio nzuri sana, ni footwork ya kawaida ambayo inaweza kuanzisha mipira kuanzia chini, na kama ambavyo tunafahamu kwenye swala zima la modern football timu nyingi zinaanzisha mashambulizi kuanzia chini kwenda juu ili kuweza kutengeneza magoli mengi. Kwa hiyo golini kocha Steve Baka ameweza kutangaza kwamba ataenda kuanza na golikipa mwenye uzoefu mkubwa, golikipa wa timu ya taifa ya Niger, Mamadou Tanja Kasali. Hata na hivyo usipoanza na Mamadou Tanja Kasali, makipa wengine mfano Hussein Abel ni makipa ambao Mamadou Tanja Kasali ameweza kuwaacha kwa kiwango kikubwa sana. Kiwango cha Mamadou Tanja Kasali ni kikubwa kuliko magolikipa wengine wa Simba akiwemo Hussein Abel ambaye huyu alishawahi kuchezea timu ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo golikipa atakuwa ni Mamadou Tanja Kasali, na kwenye safu nzima mabeki hapa kuna badiliko moja, na hili badiliko linaenda kutokana na injury ambayo Shomari Salum Kapombe aliweza kuipata kwenye mechi iliyopita. Aliweza kuumia goti lake lilikuwa na changamoto. Kwa hiyo hapa kutakuwa kuna mabadiliko, na upande wa kulia ataanza Duchu David Kameta. Duchu David Kameta ataanza upande wa kulia, ni kijana ambaye anajitahidi kukaba na anajitahidi kupushi mashambulizi, japokuwa kiwango chake hakifanani na kiwango cha Shomari Kapombe ambaye huyu yeye amekuwa ni regular starter, yeye amekuwa akianza mara kwa mara kwenye kikosi cha Steve Robert Baka. Na upande wa kushoto kule basi kama kawaida atacheza mzee wa kujitutumua Kibabage. Huyu amekuwa ni mchezaji ambaye anacheza vizuri, anapush mashambulizi na anakaba vile vile, japokuwa pumzi yake haijawa nzuri sana, fitness yake haijawa nzuri sana. Kuna dakika fulani zikifika kwenye mchezo fitness yake imekuwa ikipungua na amekuwa akichoka mapema, na ndio maana kocha anapendelea kumuingizaga Anthony Mligo ili aweze kusaidiana na Nixon Kibabage katika upande wa kushoto. Na katikati mabeki basi tunaweza kuanza na Roshen Dereoki pamoja na Ismailie Olivier Tool. Hawa ni mabeki ambao wanacheza kwa kutumia akili sana. Ni mabeki ambao pa kutumia akili wanatumia akili, na pa kutumia nguvu wanatumia nguvu. Kwa mfano ukimtazama beki kutoka kule timu ya Stellenbosch, timu yake ya zamani Stellenbosch, Olivier Tool ni beki mmoja mzuri sana, ni beki ambaye anaweza kuanzisha mashambulizi, ni beki ambaye anajua kucheza mpira, anajua kupiga pasi, ukimpatia pasi anajua yeye aiweke wapi. Ni moja kati ya mabeki ambao wanaweza sana kucheza mpira miguuni kwenye ligi yetu ya hapa NBC Premier League. Vile vile mwenzake pacha wake Rushain Deroki, ukimtazama usoni ana sura ambayo kidogo inavutia, lakini kazi yake ni kazi nzito, ni kazi ya kiume. Amekuwa ni beki ambaye anaweza kuanzisha mashambulizi, anaweza kucheza mipira ya juu, mipira ya vichwa, japokuwa yeye kimo chake sio kirefu sana. Amekuwa ni mzuri sana kwenye masuala mazima ya kujump juu, amekuwa ni mzuri sana kwenye masuala mazima ya kuweza kukaba baadhi mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo safu ya mabeki ya timu ya Simba of course kwa sasa mara baada ya dirisha dogo kuweza kutokea imekuwa imeimarika. Ameweza kuongezeka Kibabage Nixon, lakini pia ameweza kuongezeka Ismailie Olivier Tool ambaye huyu ameenda kuweka uimara mkubwa pale kwenye safu ya ulinzi ya klabu ya Simba, ukitofautisha na msimu uliopita, ukitofautisha na mzunguko uliopita, mzunguko wa kwanza wa NBC Premier League. Kwa hiyo kikosi cha Simba kuna idara ya mabeki kitakuwa na Rushain Dereoki, kitakuwa na Olivier Ismailie Tool, lakini pia kitakuwa na Duchu David Kameta.
lakini kitakuwa na Kibabage Nixon upande wa kushoto. Tukiingia kwenye suala zima la viungo, hapa kwenye viungo, hapa ndipo watu wanasemaga is the heart of any team, yani kiungo, idara ya kiungo ni moyo wa timu yoyote, ni moyo kwenye masuala mazima ya defensive na ni moyo kwenye masuala mazima ya kuattack, yani kushambulia. Kama ambavyo tunafahamu, moyo kazi yake ni kusupply. Moyo ukifeli, basi na kitu husika kinaweza kufeli. Kwa hiyo hapa kwenye idara ya kiungo ni sehemu ambayo Steve Barker amekuwa akizingatia sana, na of course ameamua kumtumia hapa Yusuf Kagoma kama kiungo wake mkabaji. Kwa hiyo kiungo mkabaji atakuwa ni Yusuf Ali Kagoma, lakini huyu Yusuf Ali Kagoma anaweza kusaidiana na mtu mwingine ambaye huyu yeye anakwenda kwa jina la Alassane Kante Maodo. Na kwa siku za hivi karibuni Alassane Kante Maodo ameweza kuimprove, ameweza kupiga pasi vizuri, anakaba vizuri. Tofauti na siku za nyuma, Alassane Maodo Kante alikuwa ni mtu ambaye anapoteza pasi ovyo ovyo, lakini siku za hivi karibuni ameweza kuingia kwenye kikosi cha Steve Barker. Tumeweza kumuona kwenye dabi ya Zanzibar, aliweza kupiga pasi vizuri sana, aliweza kukaba, aliweza kutuliza tempo ya mchezo pale katikati. Kwa hiyo huyu Alassane Kante Maodo pamoja na Yusuf Ali Kagoma, wao basi wataenda kucheza katika eneo lile. Na eneo la kiungo mshambuliaji, hapa anarudi mwenye namba mara baada ya Anicet Oura kuweza kurejea kwenye kikosi mara baada ya kuwa na maumivu kwenye mechi ya dabi kule visiwani Zanzibar. Sasa Clatous Chota Chama anarudi kwenye eneo lake asilia, eneo la kiungo mshambuliaji, ambapo hapa ndipo Watanzania wengi waliweza kumfahamu. Kwa hiyo Chama atacheza kama kiungo mshambuliaji na winga ya kulia atakuwa ni Anicet Oura, ambaye huyu aliweza kupata maumivu kwenye mechi ya Yanga ya kule visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Complex. Na hatimaye kwa taarifa ambazo Simba wameweza kutupatia na kocha Steve Barker kwenye press conference ya jana, aliweza kuhakikisha kwamba huyu kijana ataanza kwenye mechi ya dhidi ya Tanzania Prison kwenye uwanja wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam. Na upande wa kulia basi atacheza Libase Gueye. Hii ni kawaida, na Libase Gueye amekuwa akicheza pembeni kule akifanya vizuri sana upande wa pembeni, na katikati kama kawaida siku hizi Suleiman Mwalimu amekuwa hapati nafasi. Kwa hiyo hapa katikati tutaanza na Elia Mpanzu Kibisawala. Kwa hiyo kikosi cha Simba kitakuwa kama hivyo. Golini atakuwa ni Mamadou Tanja Kasari, safi mabeki atakuwa ni Kibabage, Ushende Roko, Olivier Ismailia tu pamoja na Duchu David Kameta, na safi ya kiungo wa kabaji atakuwa ni wawili Kagoma pamoja na kijana Alassane Maodo Kante, na kiungo mshambuliaji atakuwa ni Clatous Chota Chama, na safi ya mbele atakuwa ni Libase Gueye, Anicet Oura, bila kumsahau Elia Mpanzu Kibisawala, mwamba kabisa huyu kutokea kule nchini Kongo. Hicho ndicho kikosi, na upande wa sabu basi tunaweza tukaingiza watu kama kina Nio Maema, watu kama kina Morris Abraham, ili kwenda kubadilisha mchezo kutokana na hali ambavyo itakavyokuwa. Lakini pia sabu kuna mtu mwingine anaweza akaingia, kijana mdogo anaitwa Bashiri. Kama mechi itaisha mapema, basi kijana ataingia kwenda kuongeza experience yake ndani ya mchezo. Bwana, mimi niseme kwamba sina la ziada. Ulikuwa nami presenter wako kwa siku zote, the new presenter. Lakini pia hii ni michezo, ni channel yako ya mchezo kabisa, Sports Online TV. Nipende kukumbusha uweze kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.